Hadithi hii inasimulia maisha ya Aisha na Yusufu, wanandoa wapya wanaohamia kwenye nyumba mpya yenye mandhari nzuri ya kuvutia pembezoni mwa mji. Yusufu anaonyesha makazi yao mapya, akimwahidi Aisha ndoto njema na maisha ya amani. Macho ya Aisha yanang'aa kwa furaha isiyozuilika anapotazama makazi yao mapya, kila mtazamo wake ukiwa ni kiapo cha upendo na uaminifu usiotikisika. Siku ya pili, Aisha anaamka, anajiangalia kwenye kioo ndani ya nyumba mpya na makazi mapya baada ya kuolewa na Yusufu. Yusufu naye anaingia chumbani, wanazungumza kuhusu maisha mapya, kisha wanaenda jikoni kunywa chai pamoja, huku wakiangalia mandhari nzuri ya nje ya nyumba yao ikiwa ya kupendeza na kuvutia. Hata hivyo, furaha ya Aisha inaanza kufifia anapohisi majirani wamempuka, na hata alipomwambia mumewe wala hakujali. Siku zilipita, Aisha akatoka nje na kutembelea bustani iliyopo nyuma ya nyumba yao. Akaanza kupalilia bustani iliyokuwa imeota majani, na mara koleo lake likagonga kitu kigumu, na ghafla anagundua ni fuvu la kichwa cha binadamu. Aisha anakimbilia ndani ya nyumba, uso wake kuwa umefifia, mikono ikitetemeka, akimuita mumewe. Mwitikio wa Yusufu ukawa ni wa kawaida na wenye ukali, akimuonya Aisha asiulize maswali mengi, na mara tu atakaporudia tena basi hawataelewana. Usiku, Aisha hakuweza kulala kabisa, akiwa bado ana lile jambo kichwani. Asubuhi anaenda tena nyuma ya nyumba yao na kugundua shimo limebadilika tofauti na alivyoacha jana. Mara anahisi kuna mtu anayemchunguza, na sababu ameona pazia likisogea dirishani, Aisha anaamua kurudi ndani. Yusufu anamuuliza Aisha alikokuwa, sauti yake ikiwa nzito na ya kutisha. Anamuonya kutotoka nje peke yake tena, jambo linalomuongezea hofu Aisha. Ilipofikia mchana, Aisha anakwenda kwa jirani kuona kama anaweza kupata taarifa yoyote kuhusu mumewe. Akazungumza na mzee mmoja kuhusu historia ya nyumba na ile bustani pale kwake. Anagundua kuwa Yusufu alikuwa na mke wa kwanza na aliyeitwa Zuena, na katika mazingira ya kutatanisha, Zuena aliweza kupotea. Aisha anarudi nyumbani na kuchimba tena mahali alipokuta lile fuvu. Anapata mifupa ya mkono ukiwa bado umevaa bangili ya rangi ya fedha. Sasa anafahamu kwamba kuna mauaji yaliyofanyika nyuma. Aisha anarudi ndani akiwa amejawa na hofu. Yusufu anaanza kushuku tabia ya Aisha, akimtazama kwa macho makali ya kumchunguza. Aisha naye anapanga kutoroka usiku huo, kwa sababu anaona hapa si mahali salama tena. Lakini kabla ya yote hayo, polisi wanafika baada ya Aisha kutoa taarifa. Wanazunguka nyuma ya nyumba yao na wanakuta mabaki ya mwili wa binadamu. Usiku huo Yusufu anarudi nyumbani akitokea kazini na kukuta polisi nyumbani kwake. Anabishana nao kabla ya kutoa pingu, huku akimkazia Aisha macho ya chuki. Polisi baadaye wanathibitisha kuwa mwili ule ni wa Zuena, mke wa zamani wa Yusufu, baada ya vipimo vya DNA. Wazazi wa Zuena wanafika kituoni wakielezea jinsi walivyomtafuta binti yao bila mafanikio baada ya kuambiwa na Yusufu kuwa walikuwa na ugomvi wa ndoa, na baadaye Zuena alitoka huko Yusufu akiamini angerudi. Sasa leo hii imedhihirika kuwa aliuawa na mume wake mwenyewe. Aisha anakumbwa na mshtuko, huzuni na hisia za usaliti. Anakumbuka maisha yake na Yusufu, akijiuliza jinsi alivyofanikiwa kuficha siri hiyo kwa muda mrefu. Hadithi yetu hii leo inafikia kilele kwa Aisha kuondoka pale nyumbani, huku Yusufu akipelekwa gerezani akiambiwa kifungo cha maisha. Hadithi hii fupi inaishia hapa. Ungana na mimi
wakati ujao. Usisahau pia kulike, kushare na kusubscribe ili usipitwe na miendelezo na stori mpya katika chaneli yetu.